Karibuni watazamaji wetu wa kipindi yetu ya siku ya leo. Karibu ili tukaweze kuendelea pamoja na wewe. Karibu ili tukaweze kusemezana. Karibu tukaweze kusikiza ni nini hasa Mungu ametuwekea siku ya leo, kwa kuwa Mungu anasemanga hako na plan njema na sisi. Yaani ako na mipango mema na sisi wenyewe. Kwa hivyo ile ningewaomba mweze kutupea masikio yenu ili tukaweze kwenda pamoja. Karibu Wanjiko, tukaweze kwenda pamoja. Ningetaka tuombe ili tukaweze kufungua kurasa ya siku ya leo. Baba, nakushukuru, nasema ni asante siku hii ya leo, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Bwana. Mungu wetu, tunakushukuru kwa kuwa umekuwa na sisi wakati tulipokuwa tumelala Jehova, wakati tulipokuwa hatukuwa tunajisikia Jehova. Mungu wetu, ulikuwa ni wewe, ulikuwa umetufunika Mungu wetu na uhai wako Jehova. Mungu wetu, ndio maana tunakushukuru tukisema ni asante, na hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Bwana. Asante Mungu wetu hata kutupea nafasi hii ili Mungu wetu tukaweze kuongea na watu wako Jehova, ili watu Mungu wetu tukaweze kuwapea neema yako, tukaweze kuwapea Mungu wetu neno lako Jehova. Ndio maana tunasema ni asante. Tunakuomba ukaweze kutuongoza, ukaweze kuanza na sisi, ukaweze Bwana kuandamana nasi hadi tamati ya kipindi yetu ya siku ya leo. Naomba na haya machache nikijua ya kwamba Bwana utaenda kutenda makuu, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. 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 Kwa hivyo nakuomba wasikilizaji wetu tukaweze kuendelea pamoja na wewe kunja ili tukaweze kusikia Mungu anataka kusema aje nasi siku ya leo. Andiko na kuomba kaweze kutuombea maandiko matakatifu ya Mungu ili tukaweze kusikia Mungu anasema aje, na uwasalimie ukiwakaribisha. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamujambo mahali popote mnapotutazamia, mahali popote mnapotusikilizia, na wakaribisha katika kipindi chetu cha siku ya leo. Washeni tukaombe juu ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunanyenyekea chini ya miguu yako tukisema ni asante mfalme wa rehema. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Jehova, tunasema ni asante kwa sababu ya asubuhi njema umetuwezesha ukatufikisha mahali hapa. Mfalme wa rehema, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Wakati tutakapokula chakula cha kiroho, mfalme wa rehema, twakuomba ikatusaidie katika mioyo yetu Jehova jire Baba. Washa tukikanywa tukue wa kusikia, washa tukielekezwa tukue wa kusikia, na ukitenda haya yote sifa na utukufu zikurudie, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. 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 Neno letu la siku la leo litatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 21 kuanzia hapo 15 hadi 21. Nyaka umefika, washeni tukasikie neno. Akiwa mtu yuna wake wawili, mmoja ampenda, mmoja hampendi, nao wamemzalia watoto. Ampendaye ni asiyempenda, wote wawili, na yule mzaliwa wa kwanza akina ni wa mke asiyempendwa. Ndipo itakapokuwa ya kwamba siku atakayo walivisha wanawe alivyo navyo, asimweke mwana wa ampendaye kuwa mzaliwa wa kwanza mbele ya mwana asiyempenda, naye ndiye mzaliwa wa kwanza huyu. 17 Lakini amkubali mzaliwa wa kwanza mwana wa yule asiyempenda, kwa kumpa mafungu mawili katika vyote alivyo navyo, kwa maana ndiye mwanzo wa nguvu zake. Haki ya mzaliwa wa kwanza ni yake yeye. 18 Sasa mtu akiwa na mwana mkaidi, mshupavu, asiyetii sauti ya baba yake wala sauti ya mama yake, nao wajapomwadhibu hawasikizi, ndipo babaye na mamaye na wamkamate na
kumpeleka kwa wazee wa mji wake katika lango la mahali pake 20, wawaambie wazee wa mji wake, huyu mwana wetu ni mkaidi, mshupavu, hasikii sauti yetu, ni mwasherati, tena ni mlevi. 21, waume wote wa mji wake na wamtupie mawe afe. Ndivyo utakavyoondoka uovu katikati yako, na Israeli wote watasikia na kuogopa. Msikilizaji wetu, neno linataka kutufunza aje? Nyaga hapa neno iko na mambo mawili. Iko na mtoto wa kwanza na iko na mtoto mtukutu, yule ambaye hatii sauti ya mzazi. Kweli. Na unasikia kwamba neno linatuambia kwamba hapa neno linaongelelea kuhusu ni ule mama mwenye amezaa mtoto wa kwanza. Unaweza kuwa umeshikana na mwanaume nyaga, na nizae, naosha niseme na mimi naweza kuwa nimeshikana na mwanaume na nizae mtoto. Nimezaa mtoto na huyu mwanaume, na huyu mwanaume awe hakuwa anataka kunioa. Alikuwa anataka anizalishe na arudi aondoke. Na harakati ya hiyo ni nishikane na mwanaume mwingine, na huyu mwanaume awe ananipenda sana na anizalie mtoto mwingine. Naye mtoto ule mtoto ni ule mwanaume wa kwanza. Nilizaa mtoto wa kwanza na ule mwanaume akaondoka. Na nishikane na mwingine mwenye ako willing hata kunioa na ananipenda. Na nimzalie mtoto. Najua naye huyu ni first born wa huyu mwanaume. Sasa hapa ujue niko na wanaume wawili, na kila mwanaume nimemzalia first born. Ati neno linasema ya kwamba nisipendelee huyu mwenye nimezaliwa na huyu mwanaume wa pili ati juu ananipenda. Kidogo hapo Wanjiku, ni kama kuna neno hili ambalo tumesikia Wanjiku, ni kuhusu huyu mzee. Mzee mwenyewe sasa ndio tunaongelelea. Huyu mzee ameoa mara ya kwanza na wakapata mtoto. Hii tunaongelelea kuhusu ile urithi wa mwana yule wa kwanza. Urithi. Sababu wazee siku hizi lazima tufuatilie neno wazee. Sababu wazee siku hizi wametoka katika zile njia ambazo zinastahili Wanjiku. Wanakani kama ya kwamba hawajui urithi wao wanastahili kuigawa aje. Ndio maana neno la Mwenyezi Mungu linakuja kutuelekeza siku ya leo. Yule ambaye hakuna mtoto, hata kama humpendi na ndio mtoto wako wa kwanza, yule mtoto wa kwanza ndio tunaongelelea siku ya leo. Hata kama umekuja umeoa bibi wa pili, si unasikia anaambiwa ako na wake wawili, mmoja anapenda na mmoja hapendi. Lakini yule wa kwanza ni yule ambaye hapendi. Mbona Mungu ameongelea hii chapter hii namna hii? Sababu unapata mimi nimependa Wanjiku tukiwa wa kwanza, nimempenda Wanjiku akiwa wa kwanza. Lakini unapata ya kwamba sababu nimetembea nimepatana na Akinyi. Bwana asifiwe. Nimepata na Akinyi. Unaweka Wanjiku kando. Wanjiku, kwa hivyo nitamweka kando na niweze kupatana na Akinyi. Akinyi tukuje tuzae na yeye watoto wengine. Mungu anaituhimiza ya kwanza kwamba lazima nilicognize yule mtoto ambaye nilipata na Wanjiku akiwa wa kwanza. Huyo ndio atakaye urithi ile mali. Na huyo ndiye mtoto mkubwa kwa hiyo familia. Hata kama unampenda ama humpendi. Mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu, huyo ndio mtoto wako wa kwanza. Huyo ndio wa kwanza. Lazima umpe, ndio unapata anapata mara mbili. Sababu lazima apate kwa sababu ya kuwa ni yeye wa kwanza, na apate ya pili sababu ni mwana wako, ni mtoto wako. Kwa hivyo atapata ngapi? Mbili ya ile mali ya mzee. Kwa hivyo mzee,
wacheni tuweze kutafuta watoto wetu wale wa kwanza. Wazee na vyenye sijui niseme nini, hata wanaona hawa watoto wanasikia ni kama wanaweza tapika ama wakufe, washibe shimo, waingie kwa kaburi. Hata washime, huyo ndio alitoa yule ujana wako, huyo ndio wa kwanza, na ni yeye anafaa kulithi yule ufalme wako ile. Hawa wazee hawatasema umewafinyililia. Si wafinyilii, lakini ni neno. Si wewe umeandika hii neno. Na hii neno hijaandikwa leo. Hata sio sisi tuliandika. Si Wanjiko na si mimi. Tulikuta kama imeandikwa. Hata wewe mwenyewe ukizaliwa ulikuta kama imeandikwa. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuzingatia na ile Mungu anataka kusema ya kwamba wacha upendeleo. Mapendeleo tuachane nayo. Ati tuko na mali mingi. Unataka sababu kale kama mtoto nimezaa na kinyi kameenda Ulaya, sasa kanaenda na ndege na kanakuja na V8 pale kwa kananiletea mali. Sasa nataka ndio nitakapea ati nitakambia ni sasa nimekuachia huyu mrithi wangu. Juu kama mtoto wa Wanjiko ni shamba boy. Sababu sasa utakiu shamba boy. Sababu ya mtoto wa Wanjiko ni shamba boy. Anakuja tu akinuka ile gishoro ile mafia ng'ombe. Ile ndio tunaitaka gishoro na Kikuyu. Hiyo gishoro na mambangamputi. Sasa unaona kama mtoto yule wako wa kwanza hana mahali tena. Hako na mahali kwa na wanaibua paka na muibaji wa wimbo. Ati chunga huyo first born wako. Maana yeye ndiye amebeba kila kitu yako. Yeye ndiye amebeba ujana wako. Yeye ndiye amebeba wako. Najua hapa hatisamu wako nyaga umebebwa na yule first born wako. Hapa hawataki kusikia hiyo neno wazee. Wazee najua hapa nyinyi wazee najua hapa hamwezi kusikia hiyo maneno. Mnataka yule anakuja na V8